kuna tukio la penalty ikipigwa, halafu aidha golikipa anacheza ama inagonga mwamba inarudi, wachezaji wanaenda kumalizia na ikifungwa inakuwa ni goli. Kuna shida kidogo katika eneo hili. Sasa mimi nimemtafuta Osman Kazi, mwamuzi mstaafu wa FIFA huyu, atufafanulie inaruhusiwa ama namna gani. Mzee vipi? Uko vizuri? Mzee mwisho challenge. Sawa. Ushenisikia na Nimesikia. Imepigwa penalty. Yes. Kipa akacheza, wachezaji wanavamia na wanafunga. Au imeigonga mwamba, wanakwenda wanafunga. Ni goli. Kuna wakati itahukumiwa kwa goli, kuna wakati goli litakataliwa na inaweza ikapigwa free kick, indirect free kick kuelekea katika lango la timu ya wapigaji. Kwa nini likataliwa goli? Ipo hivyo. Wakati wa upigaji wa penalty, wachezaji wote isipokuwa goalkeeper na mpigaji wanatakiwa kuwa nje ya penalty area. Nyuma ya mpigaji. Nje ya eneo la penalty. Nyuma ya mpigaji. Hiyo ni point moja muhimu sana. Sio kuwa nje alafu unakuwa pembeni. Au sio, wanatakiwa kuwa nyuma ya mpigaji. Sasa inaweza ikatokea mpigaji anatokea katikati ya uwanja. Hiyo anaruhusiwa, but wachezaji watabaki nje ya penalty area. Endapo wakati ile penalty inapigwa, mpigaji anapougusa ule mpira, wachezaji wenzake na mpigaji wa penalty, wachezaji wenzake na mpigaji wa penalty walikuwa wameshaingia ndani ya penalty area. Kwa sheria ya sasa hivi, goalkeeper endapo akiudaka au sivyo, ama gonga post ikarudi kama rebound, itapigwa indirect free kick kuelekea lango la mpigaji. Kwa nini? Kwa sababu katika process ya kupiga penalty, kwenye process ya upigaji wa penalty, hao wanaopiga penalty walivunja sheria. Sasa ngoja. Hiyo kukubalika na mimi ninachozungumzia ni sheria inavyotaka. Sasa waamuzi wetu walio wengi, 90% naweza nikasema, wanaivunja hii sheria. Sasa ni wengi, maana tunaona nasema 90%